Ninakusalimu mpenzi mtazamaji wa EDY TV popote ulipo. Ni TKFOG Big Daddy Big Baba l'incomparable kutoka Empower and Develop Young People with High Talent. Basi leo katika kipindi chetu cha vipaji vya nyumbani kwetu nipo naye bwana Cashboy. Tuma SMS, tuma message, utakwenda kumjua, utakwenda kumfahamu na pia tutaenda kukusaidia ujue kwa nini leo tumemwalika kwenye EDY TV. Let's go. Bwana, mambo vipi? Poa. Uko fresh? Fresh kabisa. Na tunafurahi kukuona bwana. Na mimi nafurahiwa kabisa kipindi hiki. Asante. So watazamaji wa EDY TV wangetamani wakujue jina lako, wewe ni nani? Kwa majina naitwa Cashboy Tuma SMS, mtandao wa kijamii wanafahamu kwa jina hiyo kabisa, Cashboy Tuma SMS. Kwa jina la mitandaoni wanakufahamu kama Cashboy Tuma SMS. Na labda jina lako la ukoo unaitwa nani? Kwa jina la ukoo kabisa ni Kashindi Kiza. Kashindi Kiza. Ndio. Sasa ukao umekata yani? Nimekata tu kifupi pale kwa Kashindi nikatia Cash na nikaongeza sio, unajua vijana. Ndio. Ndio, yes. Kwa nini ulichagua hilo jina la Cashboy? Jina Cashboy lilikuwa kama mitani tu. Lilikuwa kama mitani, unajua kipindi tunakomaa wakina Rayvanny wanaitwa boy. Mimi nasema na mimi naweza kata jina langu tu hapa na Cash Kashindi nakuwa Cash Boy. Unganisha tu Cashboy. Asante sana bwana mpenzi mtazamaji wa EDY TV, unamsikia bwana Kashindi anavyosema, alivyotoa jina lake la Cashboy. Alilitoa kwenye jina la Kashindi. Unajua wakati tulikuwa tunasema Cash, nikafikiri kwamba ni Limi Cash au Eco Cash, Cash ya pesa. Kumbe ni Cash ya Kashindi. Sio wewe mwenyewe, kuna wengi kabisa wanadhani jina yangu ni Cash, nataka kuandika wanaandika Cash ya hela. Ndio. Na wapenzi watazamaji wa EDY TV wangetamani kujua unapatikana wapi hapa kwetu Rumonge? Hapa Rumonge mimi napatikana Iteba kabisa. Iteba ni kubwa. Iteba tu ni barabara ya ngapi labda? Barabara ya kwanza. Barabara ya kwanza. Wow, basi ni vizuri sana. Basi mpenzi mtazamaji wa EDY TV, ambatana nami moja kwa moja tuende kumjua Cashboy Kashindi. Bwana, wewe ni muigizaji, ni dancer ama ni content creator? Mimi ni creator. Wow. Basi mpenzi wa EDY TV unamsikia bwana Kashindi. Na kwa nini ulichagua maisha ya kuwa content creator? Unajua kila mtu huko duniani ana vitu ndio anapenda. Ndio. Na mimi kuna vitu nimependa kupaswa kuangalia wenzangu wa content creator wenzako. Gisi ndio anaigiza na kuangalia gisi. Unaona kila mtu anaangalia ana msimamizi wake na kila mtu anaangalia mimi naweza niwe kama nani au nifuatilie nani katika maisha. Kuna mtu ndio nimemfuatilia na mimi nikapenda kabisa, mimi akanishauri. Labda alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani ambaye uliwahi kumpenda huyo? Mtu ndio alituma mimi naingia muaibi. Ndio. Au ya kucreate biashara. Ndio. Anaitwa Amisi. Kwa jina maarufu na Ansu Fati. Kwa ndio mtu ambaye wewe ulifuatilia, uliona vitu vyake kwa umependa. Na hivi sasa labda una miaka mingapi kwenye hiyo kazi? Mimi miaka 3 tu. Miaka 3. Yaani bado upo mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa. Na vipi unaiona kesho yako iko aje? Kwa mimi. Unajua kuna watu ambao wanajua future yao, Kuna mtu ambaye akiangalia tu anajua future yangu mimi itakuwa hivi, na kuna mwingine akiona tu future yake anasema mimi sitoendelea kwenye hii kazi. Wewe unajikutaje? Kwa mimi kwa future yangu ndio na Mwenyezi Mungu ndio anapana. Na mimi kwa Mwenyezi Mungu tu gisi ndio niko na future yangu itakuwa salama. Unaona future yako itakuwa vizuri sana. Sawa bwana Cashboy. Tuma SMS. Bwana we, asante sana. Sema kuna contact yako sasa ambayo niliiona. Natamani tuizungumzie contact ambayo uliuliza watu. Ulikutana kijana mmoja amesimama. Ukaona unapita akasema ona huyu mjinga anapita hapa bila kusalimia watu na mambo mengi. Sawa? Kisha ule mwamba ukawa umemuuliza, na ili swali nitapenda pia watazamaji walisikie. Ukawa umemuuliza hivi, wamekuuliza wewe kati ya mke wako na mama yako ni nani aliyobeba ujauzito wako? Guys, nimekutana na contact ya bwana Cashboy ambayo ina hilo swali. Kati ya mama yake na mpenzi wake ni nani aliyobeba ujauzito wake? Natamani tuende tuchambue hii mada. Welcome. Kuna mke na mama. Sababu kuna mke anaweza kuambia mimi ndio nibeba mimba yako. Ndio.
Mama naye anasema mimi ndio nimebeba mimba yako. Unaweza kuta hata mama na mke wako wanagombana. Mimi nikaa miezi 9 ndio niko na mtoto wangu. Mke naye anakwambia mimi nitaka naye zaidi ya hiyo miaka lakini pale kuna tofauti. Ndio maana nilikaa tu nikajifikiria, nakuta mke anakuambia eti mimi nina mimba yako, ndio mama naye mimi nina mimba yako. Maana ni vitu viko pamoja. Sasa pale mwingine kwanza hiyo mada umenikumbusha, naweza penda tuichambuze kwa mpaka niwaambie no, mimi nataka sasa unaambie kwanza yani hapo jibu kwanza, wewe jibu yako ambayo ulikuwa umeandaa wewe ilikuwa ni nini? Mimi pale kwa jibu yangu niliona maza. Hey guys, unasikia bwana Kashiboy anasema ya kwamba kati ya mama yake na mke wake, niseme hivyo, ni nani aliobeba ujauzito wake? Kashiboy anakuambia kwamba aliobeba ujauzito wake ni mama yake. Ngoja, unajua kitu kimoja, wakati ulitengeneza ile contact yako, ulimaanisha nini? Tuseme wewe ulikuwa labda ulikutana nao na jibu lako. Sawa? Ndio. Kusema kwamba yani kwanza kubeba ujauzito wangu aje? Yani uelewesha watu. Wewe ulifanya ile contact yako, ulimaanisha nini kubeba ujauzito? Kwa sababu kuna mtu ambaye anaubeba, wote wameubeba. Kwanza ile kitu kimoja bwana content creator, bwana Kashiboy. Wote wameibeba. Kuna ambaye amebeba ujauzito wako ambao wewe umempa, na kuna wengine pia amebeba ujauzito wako ambaye wewe ulikaa mle ndani. Sasa wewe ulikuwa unamaanisha kubeba gani kwanza? Mimi maana yangu ni hiyo tu ya kubeba ujauzito. Yaani hiyo tu kubeba. Mtu analibebesha mimba ni mtu fulani. Ndiyo. Na mama naye hivyo. Na maana ni neno moja tu, lakini hapo kuna tofauti uko hapo. Sababu mimi nikibebesha mimba, ndio sikatai. Ashabeba mimba yako. Amebeba. Na mama yako pia amebeba. Sasa kuna vitu ndio viko tofauti kwa jua mwanamke. Kwa jua hizi siku unaweza kuwa sketi nililea mimba yangu. Kwa jua kabla ya mwanamke hayakuwa na mimba, saa wakati ndio tumekaa wazee wanasema eti mwanaume ndio anakuwa na mimba. Ndiyo. Anapatia mwanamke. Unasikia? Sababu hivyo kuna kwa vingine vigezo vinakuwa kama. Na bwana Kashiboy, ningetamani nijue ile contact yako kwa jamii, kwa jamii ambayo inakuzunguka, kwa sababu wanasema msanii ni kioo cha jamii. Sasa kutokana na jamii ambayo inakuwa inatuzunguka hapa kwa Rumonge, ile contact yako ilifundisha nini jamii? Pale. Maana kitu kimoja ndio nitafundisha jamii au kilifundisha jamii au nilikaa chini paka nitengeneze ile contact. Ndio contact. Sababu ya kufundisha jamii wajue tofauti ya mimba ya mke na mimba ya mama, wajue tofauti. Sasa nikuulize kitu kimoja, kati ya wenyewe wote wawili nani ambaye anakuwa na mzigo wako sana mkubwa wewe? Mimi. Mama. Why? Kwa nini? Kwani sababu mama ndio amenizaa mimi. Ndiyo. Sababu ule mwanamke mimi nimempa. Ndio. Unasikia? Akachukua. Lakini mama wamempa na baba ndio akachukua mimba yangu. Guys. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mama ndo ambaye alibeba ujauzito wako. Alafu mke wako ndiye alibeba ujauzito wa nani? Hapo ni swala la kupana mtu yake. Guys, na mnasikia swali lipo hapa. Maana tupate tofauti ya mimba yangu au mimba ya mke wangu. Lakini watazamaji wanatamani wewe ndio ambao ulitengeneza contact yako. Sawa? Ile contact yako umesema kwenye jamii ilitaka kufundisha jamii ya kwamba wajue tofauti ya mama na mke. Sawa? Lakini kumbuka wote wawili wana ujauzito. Kuna huyu ambaye ana ujauzito wako ambaye alikubeba wewe na ambaye wewe umempa wewe. Swali langu ni hivi, wakati uliona hiyo creation au content yangu, ulifuatilia vizuri? Nilifuatilia vizuri sana. Alafu wewe tena ukapatia watazamaji mechi ya kwamba wajibu kwenye comment. Sawa, usisahau kitu kimoja kwamba Kefa Ujina mimi nilicomment pale. Sasa mimi nilitamani nijue ulifundisha umma nini, kwa sababu wanasema msanii ndio kioo cha jamii. Lakini unajua kuna vitu vingine vinahitajika tu kuchekesha. Guys. Kwa hiyo bwana Kashiboy ulifanya ile content kwa sababu ya kuchekesha tu. Mimi kuna vitu ndio unaweza tia, una create content yako unaitengeneza, lakini unasema hiki kitu napenda ni wadulishe watu, lakini naweza penda hata wanipatie majibu na mimi. Ndio. Kwa hiyo ngoja. Kwa hiyo nimeelewa kwamba ile content ulitengeneza ni maswali ambayo yako katikati yako. Hata mimi naweza penda unipatie, lakini nionyeshe vile, lakini ndio. Ndio maana nitengeneza ile na mimi wengine naweza pata nipate majibu, lakini kwa mimi. Lakini mfano wewe kwangu mimi ndio ni mama.
Ni mama. Wangu mimi. Na mpenzi mtazamaji wa Dwight TV wa Empower and Develop Young People with Hidden Talent, popote ulipo unapotufuatilia, basi usikose kusubscribe, kulike, kushare na kudondosha comment kutokana na swali la bwana Cashboy. Anasema kati ya mama na mke ni nani aliyebeba ujauzito wako? Kumeanza kuchangamka bwana. Na bwana Cashboy, tunasema nini ambacho unaweza ukakizungumza kutokana na shabiki zako ambao wanafuatilia ile content? Kwa sasa naweza ambia washabiki zangu, ndio cha kwanza watu support sisi wote, na cha pili wazidi kutupatia nguvu, sababu ukipost kitu kikikosa comment maana ikiwa kiendi, unasikia. Na kitu kimoja, sisi tunafuatilia comment za watu, wale ndio watu wanapenda public na sisi tunafanya. Na nyinyi mnafanya. Ni changamoto gani ambazo unakuwa unakutana nazo mpaka kwa kutengeneza content zako? Changamoto gani unakuwa unakutana nayo wewe kwenye kazi yako? Changamoto ni nyingi bro. Mfano, niambie watazamaji wetu ili wapate kukusikia. Hiyo ni kuna kipindi kingine tu nitawaambia. No. Tunataka utuambie changamoto kubwa ambayo unakutana nayo kwenye kutengeneza content zako. Au unaogopa au wengine wanakuwa wanakutengenezea? Mimi mwenyewe kuna wakati tu mimi ni maana nina akili, maana unaweza amuka tu kama mimi nikiamuka tu nawaza acha nifanye kitu fulani. Najua watu wanapenda. Unasikia? Na mimi pale nafanya watu wanapenda, lakini kitu kimoja ndio usisaulie katika maisha, maana watu kitu ni wanapenda, wanakiandika kwenye comment. Cashboy tunapenda kitu fulani. Mwingine ndio hivyo wewe. Kwa hiyo ukisema kwamba mashabiki zako nawaambia kwamba wewe unatembeaga na maoni yao. Ndio. Na hiyo kitu ndio nimependa mimi. Sababu kama sitembee maoni yao, ndio wakunifollow hawatanifollow tena. Sababu gani? Cashboy mbele alikuwa moto sana, lakini hivi ameshuka. Sababu gani? Na wengine wanashuka kwa hivyo. Unajua unakuta comment wanasema Cashboy fanya kitu fulani. Nasikia napuuzia. Sasa mimi nakosa kujielewa kama mimi nafanya kitu kwa ajili yao. Ndio. Na labda bwana Cashboy, watazamaji wetu wangetamani wajue labda wewe unakuwa una mpaka ujikutanishe kwa hiyo miaka 3 ambayo umeshaifanya kazi ya creator ya create content fulani tofauti, labda kuna support ambayo ushagawahi kuipata au manager yote akajitokeza kwako? Kwa support napata support kabisa. Huku duniani hakuna mtu anayependa mtu kamilifu. Ndio. Kuna wengine wanapenda, wengine wanapenda. Kuna maana changamoto kubwa, kuna matusi. Ndio. Hautaweza. Hautafanya kitu fulani, maana kuna namna wengine wanakukata tamaa. Nakwambia uwezi hivi na hivi. Ndio. Lakini wewe unasema mimi kuna siku nitatoboa tu. Unasikia? Na wengine wanakuambia ndugu, fanya kazi tuko nyuma yako. Labda ni support gani ambayo ushagawahi kuipata tangu umeanza kwenye miaka 3? Support, kuna watu wananisupport kabisa. Kiaje? Yani elewesha shabiki zako. Hapo sasa kuna support amna nyingi. Wewe unaweza niambia support fulani support yoyote ambayo ushagawahi kuipata wewe kama vile wewe? Kwa support nilishapata. Ndio. Kuna support ya pongezi, kuna support ya kusema endelea nafasi fulani hivi na hivi, au ukipenda kitu fulani niambie mimi. Lakini sio manager wangu. Anaambia ukikuwa shida fulani wewe niambie. Ndio. Nitakupa. Na tuseme labda nimesikia kuna kauli ambayo umeisema na watazamaji wameisikia, ni kauli ya kusema manager. Labda una manager wako? Manager. Kwa sasa sina, lakini naweza penda nimpate basi. Yaani kusema kwamba ni hauna. Kwa sasa najitafuta mimi mwenyewe kwa kila kitu. Maana mkiona maana nafanya na create kitu, maana ni mimi, maana kama ni chakula nini kila kitu ni mimi kwa sasa. Ndio. Na vipi labda wale ambao ni mashabiki zako wakiona video zako wana comment matusi? Matusi yuko bro. Na wakina Diamond. Nini unaweza kuwaambia? Nini ambao unaweza kuwaambia wale ambao wana comment hivyo? Kwa sasa naweza kuambia tu waache tabia hiyo. Kwa doa kila mtu na kazi yake na kila mtu anapambania risk yake. Sababu mimi ni risk yangu na mimi ndio maisha yangu ndio nimefuata. Unasikia? Wewe unakuwa ni comment eti hautaweza, pumbafu nini na nini, wewe mjinga. Mtu wa akili pale maana anapuuzia tu, sababu ukifuata maneno ya watu wengi utavunjika moyo na kazi utafanya. Ndio. Tuseme kwamba hayo ndio maneno ya mwisho unaweza kuambia mashabiki zako. Ndio. Na sio mashabiki zangu, na mwingine mtu ndio atasikia hii. Ndio. Maana wa pembeni wa wapi naweza mwambia tu, maana asijali maneno ya watu, mtu hautaweza hivi na vya. Ndio. Focus tu na mambo yako. Na mpenzi mtazamaji wa Dwight TV, kama gisa msikia bwana Cashboy Tuma SMS anavyozungumza kuhusu content creator wake, gisa anavyofanya kazi na changamoto ambazo anakuwa anakutana nazo. Basi ulikuwa na mimi K4G Big Daddy Big Baba incomparably kutoka Empower and Develop Young People with the Hidden Talent. Basi tukutane siku nyingine. Asante kwa leo.